126 kumbe baba yake. Ah! Nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba Songwe haingii fainali wala Unguja haingii fainali. Hivi ile game uliangalia vizuri? Game uliangalia vizuri? Kama game uliangalia vizuri ese, au kama hujaiangalia, hebu katafuta sehemu uiangalie kwa marudio makini. Yaani ukiona kabisa the way players jinsi wanapocheza, yani they playing as they are international players. Yaani wanacheza ni kama mabasketballers wa international. Na hisi vijana wa Kitanzania ambao wanacheza kwenye timu kubwa ambazo zinafanikiwa kwenda kucheza kwenye mashindano makubwa nje, na hisi ubongo wao unakuwa kwa kasi sana. Anyway, nisipende kuongea sana kwa upande huo. Bwana, unaona tunaangalia sana Taifa Cup. Mimi, wewe na watu wengine. Lakini tunasahau kuangalia wale vijana under 18 ambao wako Egypt. Wale ambao walifungwa 126 kwa 30 ngapi, sijui kwa 32 sijui. Ndio. Na juzi tena akafungwa tena. Sasa iko hivi swali langu. Bwana, leo hii hatuongelei wale watoto sababu wanafungwa. Ni kweli hatuongelei watoto sababu wanafungwa. Ila kama wale watoto wale wangekuwa wameshinda mechi zao zote, sasa hivi kila mtu ungesikia naongea neno lake. Jamani, sisi tufanye nini? Ila leo wale watoto wamefungwa, hata yule kaka yenu kuposti hajaposti. Kaka yenu, huo ndio uwezo wetu. Ingawa ndio timu ambayo mmeichagua kwa kujiona juana, lakini hayo ndio matokeo yetu. Nikiachana na kujiona juana, lakini tukiingia kwenye upande wa Tanzania ni kwamba tumefungwa sana wanangu. Mpaka nafika stage sasa yani watu wanani-DM mimi kama mimi ndio mwenye timu ile. Mimi sio mwenye timu. Mimi ni influencer tu wa basketball. Mimi ni influencer wa basketball kikapu kikue kwa upande wa media. Lakini kwa upande wa kazi mimi ni kocha mkubwa sana. Si unaelewana? Kwa hiyo jamani, hebu tuwape moyo wale vijana jamani. Ingawa tunajua wanafungwa, na sawa tunaendelea kufungwa. Hiyo kawaida. Sawa, ni sema kujifunza, lakini wakati tunasema hii ni sema ya kuendelea kujifunza, haiwezekani tukawa tunafanya same mistake kila mwaka. Kila mwaka tunafanya same mistake. Hii timu yetu. Tunakumbuka miaka mingine ya nyuma iliyokuepo. Okay, songea kwa upande wa under 18. Nahisi sikumbuka kama mwaka jana kulikuwa na under 18, maybe labda, lakini sikumbuki. Tunakuta watu wale wenye mashindano wanakomandi swala la umri. Na sisi tunajua kabisa tuna vijana ambao labda umri wao ni mdogo, au kwa sisi makocha wengine wa ndani unajua huyu kijana ni mkubwa, sema tunamfupisha umri kwa kutegemea cheti na passport. Mwisho wa siku wakienda kupima kwenye nini MRI sio nini, haisomi. Maana yake inaonyesha kama wewe ni miaka mingi. Na ndio kitu ambacho wenzetu sisi wanapotushinda hapo. Wenzetu wote wakipimwa miaka yao inasoma, miaka yao ni sahihi. Sisi tukienda kupimwa lazima kutakuwa na dosari lazima ipatikane. Why jamani? Kwa nini? Nyinyi makocha ambao makocha wa matabaka. Sababu sasa hivi kila kocha wana matabaka. Yaani wa huko. Ila mimi sina matabaka. Mimi kocha mimi nitaingiliana. As long as ni basketball Tanzania, jua tu mimi nikijua sita kocha salama. Tunajua kabisa hawa watoto labda umri wao umeshasogea mbele. So mbaya by the way. Lakini mashine zinagoma. Mashine haziongei kwamba mtoto ana umri kiasi gani. Ila akiweka mtu mwingine mashine inakubali. Shida ni nini jamani? Haya, tunafungwa vikapu vingi kama tumelala. Maana yake Tanzania hamna basket. Ndio maana yake, tusibishane, tuongee tu kweli. Maana yake Tanzania hamna basket. Labda Tanzania kuna vikundi vya wacheza ngoma. Ndio maana yake hiyo. Sasa kama tunafungwa na Egypt wanatufunga range ya 126 kwa 32 sijui jamani kweli. Rwanda nao wametufunga kwa pointi ngapi? Kwa mwisho 80 ngapi pale kwa ngapi? Ni kwamba at least basi tungekuwa
tunapishana hata pointi, yani hata vikapu viwili, vikapu vitatu, yani kwa range ya basketball, yani mfumo wa basketball, mkikutana na watu ambao ni mpo kwenye age moja na mnacheza mchezo wa aina moja, range haiwezi kuwa kubwa kiasi hicho. Unless bado sisi bado tunajifunza. Na tusipoangalia mwakani na tutakuwa ni hivyo hivyo. Kama kutakuwa kuna changes zozote, sasa tutakuwa ni hivi hivi. Miaka rudi miaka nenda, tutasema tu bado tunajifunza. Wenzetu wanasogea mbele, bado tunajifunza. Tuendeleeni, kwa sababu ndio aina ya maisha ambayo mlikuwa mmechagua hayo. Na kama ndio maisha yetu tumechagua, acha tufungwe. Lakini mimi siamini kama ni aina ya maisha yetu tuliochagua. Juzi kati niliongea, kuna timu ya Tanzania ilitoka hapa, ilienda kucheza Ufaransa. Kihistoria ile timu iliyofunga Marekani, mpaka Wamarekani wakataka kuanzisha ugomvi. Okay, ile ni timu na ni timu ya Tanzania, lakini kwenye kile kikosi cha ile timu iliyoenda kungekuwa na kiongozi hata mmoja akasema hiki kikosi kilifanya kitu gani mpaka ikaweza kuwafunga Marekani. Lakini hakuna kiongozi yoyote aliyesubutu kutoka mbele wala kupiga simu, jamani, mlitumia mbinu gani kushinda mechi against ya watu wenye mchezo wao? Lakini mlichoamwanyia hapo mkajificha kwamba privacy. Unafanya privacy ya nini? Sometimes mmebidi mpate ushauri kwa sisi wenye uzoefu na mashindano ya kiinternational. Kama wewe ni kocha, wewe ni kiongozi, angalia coaches wenye uzoefu na mashindano ya kiinternationals, uje uombe ushauri. Ushauri haunyimwi jamani. Sisi wote tupo hapa kwa ajili ya kujenga kitu hiki kimoja. Sio mimi, sio wewe unaniangalia. Kama ni basketball au kama ni kocha au kama ni kiongozi. Nia yetu sisi sio sisi kwa sisi tushindane, nia yetu sisi tujenge kitu kimoja. Na sisi hapa hatuna umoja. Unang'ata na kupuliza. Unang'ata na kupuliza. Sasa huo ni unafiki. Huo unafiki sasa utajiki. Hebu tuende kwa maelezo ya kunyoosha. Jamani, tuna jambo hili tuleke mezani, tuite watu wote ambao wenye uwezo. Wenye uwezo. Sio uwezo tu maybe watu wa kifedha, hapana. Uwezo tu wa kutoa tu mawazo, kuchangia tu mawazo. Okay, sasa hivi hakuna mtu anayeongelea hilo jambo, mnaongea nyinyi wenyewe. Hiyo ni timu yenu binafsi. Sio mambo mazuri haya. Mwisho wa siku tunaongea social media hapa, tunajua kuonekana kama sisi ndio chanzo cha ugomvi, chanzo cha matatizo. Hapana, tunaongea ukweli kwenye jamii. Mambo sasa imeshabadilika. Jamii ya basketball inahitaji kuona vitu, inahitaji kusikia vitu. Kama mnafanya mambo afu watu hawasikii, watu hawaoni, itakuwa ni uongo. Eti brother, mimi brother nina swali la kuuliza. Wewe ni rasta mwenzangu. Wewe ni rasta kama mimi. Sikutupia lawama. Lakini mimi nina swali la kukuuliza. Mimi ni kocha by the way. Na unanifahamu mimi ni kocha. Na ni kocha watoto wengi sana nimewafundisha. Kwenye ligi ya BDL nimechangia sio chini ya 40% ya wachezaji ambao wamekuwa kwenye akademi yangu mimi. Na wanacheza pale. I never mentioned that stuff. Have you ever think about me bwana Coach Kobe? Tupo ushauri hapa. Basi sio Coach Kobe tu. Hata mshe kufikiria kumuita hata Coach Jovi, sababu Coach Jovi naye ni mtu ambaye anadili sana watoto. Mshe kusikia? Basi tukiachana nao, kuna academy kubwa ile World Squad. World Squad mshe kuteta kocha mmoja pale. Academy yenye makochas wengi na wenye uzoefu mkubwa ni World Squad. Mimi mwenyewe nipo kwenye kikosi cha World Squad kama coach. Ushauri tu, ombeni tu ushauri. Sisi tuwape hiki na hiki na hiki na hiki, lakini wewe ukijisikia kama ndio best, wewe kocha bado unakuwa kubali kwenye makuzi ya kukua. Sio mwisho wa siku tunaona barabarani tunapenda tu salamu, mambo vipi? Kilipanda kimeshuka. Mambo vipi? Mwisho wa siku tunakana vinyongo moyoni. Mambo haendi hivyo, brother. This is a wake up call. Najua kwa amshindi mechi hata moja. Nyinyi endeni mkija mimi tutawapokea kama Tanzania wenzetu, lakini tukiendekezana kila siku tunapigana makofi for no reason, huo ni uongo. Yaani kila siku mimi nakupiga makofi. Jamani, mmejitahidi. Mwaka ngapi kila siku mmejitahidi? Mwaka ngapi? Kila siku mnajitahidi. Lini mtajitahidi Juma? Mnajitahidi. Hapana, tuacheni huo shamba bwana. Tubadilike. Mungu ashabadilika sasa hivi. Mungu mnafanya mchakato wa kuangalia moment inaendaje. Sijui kwa upande wenu labda walikutusia timu au imekuwa vipi? I don't know about those stuff. Lakini
we need changes guys. Kama unatuwezi kwa tunafunga kama watoto guys. 126 kumbe baba yake